الله لا إله. سلام القلوب سلام القلوب. Help! Help! Help me! Help! الجن طلع منها. Here we go. Leo nakuletea dubwana hili hapa ambalo linamhusu Shefeki. Shefeki anajifanya na watu majini, kumbe ni tapeli tu. Amekuwa akizunguka duniani kote akifanya huduma yake hiyo hapo ya kuwatoa watu majini kwa kiwatoza pesa nyingi kwa ajili ya kujitengenezea utajiri. Wakati kwa mujibu wa dini ya Kiislamu unavomtoa mtu majini upaswe kumtoza pesa kwa sababu ya kumtoa majini. Sasa hii leo tuna huyu hapa shehe ambaye ni mfano wa kupigwa na si wa kuigwa, kwa sababu amekuwa akiharibu ile pale taswira ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wengi wamekuwa kilalamika kutapeliwa na huyo hapa shehe, na malalamiko yakaenea kila sehemu. Hivyo habari hizo zikawaumiza sana Waislamu baada ya kuona kuna mjinga mmoja ambaye anawaharibia sifa ya dini yao. Ni hapa ndipo kuna kijana mmoja hivi ambaye anafahamika kwa jina la Khalidi akaamua kufanya jambo. Akampigia simu shehe huyo na kumwambia kuwa mke wake amepandwa na majini, hivyo anamuomba aje kuyatoa. Shehe akaingia kwenye gari lake, huyu anaelekea nyumbani kwa Khalidi mbele ya sabuni ya roho. Hapa shehe feki hawezi kuchomoka, anajua kabisa kwamba anaenda kutengeneza mbumba za kutosha huko. Shehe anapenda pesa kuliko hata wanaye, yeye pesa mbele kama tai. Kwenye Uislamu huyo hatufai, akija kijinga na mtoa ni shai, haki ya Mungu walai. Kufika kabisha hodi na kukaribishwa mpaka ndani. Khalidi anamwambia shehe kuwa ni mwezi sasa mke wangu hawezi kula chochote wala kulala, lakini pia hataki kuongea na mtu yote yule, na ikitokea labda nimemlazimisha kula basi wapo ugomvi wake hauishi leo, labda lije skaveta kumvuta, maana anapanisha majini mpaka sio poa yani. Kuna muda unaweza ukaenda chumbani kwake akakuzaba lingumi la mgongo likalia pu. Vipi unaweza kumsaidia mke wangu kuondokana na hayo majini? Shehe anasema kwamba hilo ni swala dogo sana kwake, hivyo limeshaisha bado tu kulimaliza, lakini kwanza inabidi nikamuone huyo hapo mgonjwa ili niweze kujua kwamba kaingiwa na jini gani na nijue jinsi gani ambavyo unaweza kupambana nalo kuweza kulitoa. Uone endelee kabisa hizo pesa, lakini kwa sababu ninavyokuona unaonekana kama mtu fulani hivyo wa dini kidogo nitakupunguzia bei. Khalidi anasema sawa, haina shida, kwa sababu kitu ambacho mimi nataka hapa tu mke wangu aweze kupona, basi tunaweza kwenda kumuona yuko huko chumbani, nimemfunga kamba. Wakaingia chumbani kwa mgonjwa na shehe akaomba ubani ili kazi iweze kuanza. Ili Khalidi ametoka tu kwenda kuchukua ubani, huku nyuma shehe akaanza kufanya ujanja wake. Akafungua begi lake na kutoa kidubwana fulani hivi na umeme wa kutosha. Ukipigwa shoti na hiki hapa kidubwana lazima ukojoe, maana kina voltage za kutosha balaa. Akazichukua zile pale nyaya mbili za asi na chanya na kisha akaziconnect kwenye mkono wa mgonjwa. Kwa wale ambao wana ndoto ya kuja kuwa matapeli kama huyo hapa shehe, basi angalieni hii hapa mbinu ambayo anaitumia huyo hapa shehe, kwa sababu itakuja kuwasaidia huko baadaye. Sijasema muwe matapeli, maana Mungu anakataza mjue. Kilikuwa kama ni kitendo cha dakika kadhaa tu tayari ameshamaliza kuseti mambo yake. Khalidi analeta ubani na shehe anaupokea na kusema asante sana kijana. Na siku zote matapeli ndivyo alivyo, kiacheki hivi uweze kudhania kabisa. Huyo hapa shehe ukimuona hivi kialaka unaweza kusema ni bonge la shehe kutoka Maka Madina huko, kumbe ni bonge la tapeli. Hata wale pale watuma kwa namba hii hapa waingii ndani. Wakati huo Khalidi ametulia zake tu pembeni, anajua kila kitu kuhusiana na utapeli wa huyo hapa shehe, lakini anajifanya kama vile hajui chochote ili shehe asije akashtukia mchezo. Shehe akawa anaongea maneno fulani hivi ambayo yanaashiria kama vile anasoma kisomo kwa ajili ya kutoa majini. Akakanyaga ile pale switch ya kile kidubwashi ambacho alikuwa amekificha kwenye briefcase yake. Mara mgonjwa akaanza kuluka kama bisi kwenye kikaango. Unaweza ukahisi mtu analuka hivi kwa sababu ana majini, kumbe analambwa na shoti. Hiki hapa kidubwana ni hatari balaa. Kikikupiga shoti hata kama ulikuwa umekufa lazima uamke na kusema abe. Maisha magumu, mpaka watumishi wa Mungu sasa wameanza kubuni hizi hapa mbinu ambazo ni hatari kwa ajili ya kuwapiga watu pesa. Wakati unatumia nguvu za Mungu kuweza kutoa mapepo, sasa huyo hapa anatumia nguvu za shoti. Unapigwa shoti mpaka unakojoa dagaa, maana kibofu cha mkojo chote kimekauka. Khalidi bado hajajua, anabaki tu anashangaa, maana anajua kabisa kwamba mke wake ana majini wala pepo. Sasa anajiuliza huko kuluka kumetoka wapi. Hajajua kama shehe ametumia mbinu ya kumchapa mke wake na shoti ili aonekane ana mapepo. Unaambiwa umaskini ni chanzo cha maarifa, maana huyo hapa shehe asingekuwa maskini sidhani kama angepata ya maarifa ya kuwapiga watu shoti na kupata pesa. Shehe anamwambia Khalidi kuwa mke wako sasa yupo safi kabisa yani. Lile pepo ambalo lilikuwa limemkati yale nimeshaliua, maana mimi huaga siatoe mapepo, mimi huwa nayaua na yanakufa vibaya. Kwa mfano ile ambalo nimeliua saizi limekufa limetoa macho kama ngumi. Alafu na haya hapa maji utakuwa ukimpatia mara 7 kwa siku. Haya hapa ni kwa ajili ya kutoa zile nguvu za giza ambazo zimebakia. Usiwe na shaka, kila kitu kitarudi kama zamani na mke wako atakuwa poa kabisa. Khalidi kashajua hapa ameshapigwa tayari. Sasa anamsubiri na dawa yake ichemke ili aweze kumwaibisha mchana kweupe na wachawi wakiwa wanashuhudia.
Alidi akatoka na kuelekea zake jikoni. Shea akachukua kile kifaa cha kupigia shoti na kukirudisha kwenye begi. Mara anasikia mwanamke huyu akilia. Akamfunua lile shuka ambalo limefunikwa ili aweze kujua nini kimempata mwanamke huyu. Mwanamke analia, anasema tafadhali naomba unisaidie kutoka hapa. Kwa oga Shea anasema hapana, siwezi nikafanya hivyo kwa sababu mume wako ataninyonyoa. Mwanamke anasema usiwe na hofu kuhusiana na mume wangu. Mume wangu amechanganyikiwa na hata kilichosababisha nifunge hapa ni kwa sababu tu amepagawa. Najua wewe ni mtu wa Mungu, hivyo sidhani kama unaweza ukaniacha hapa niteseke. Japo huyo hapa Shea ni feki, lakini maneno huyo hapa mwanamke aliyemgusa na kumuingia. Anatamani kumfungulia mwanamke huyu, lakini akikumbuka ile pale slogan yake ya pesa mbele kama tai, huruma yote na yeyuka. Huyu Shea bado hajajua kama huyu mwanamke amewekwa hapa kama chambo tu ya kuweza kumnasa yeye. Akatoka na kwenda alipokuwa Alidi. Anamkuta Alidi akiwa anakatakata vyuku kwa ajili ya mikaangizo na misosomolo. Anasema nashukuru Mungu kwa sababu mke wako saizi anaendelea vizuri, lakini nimeutazama mwili wake unaonekana kama upo sawa hivi. Mimi ningekuomba labda ungempeleka hospitali ili akatibiwa, au unasemaje? Alidi anasema kwa hiyo tiba yako inaonyesha haijafanya kazi, sio? Lakini sawa, nashukuru, njoo chukue pesa yako, maana inaonyesha tatizo la mke wangu ni kubwa kuliko uwezo wako. Basi Shea akasogea na kuchukua ile pesa yake ambayo ipo kwenye bahasha pale. Anatazama kwenye ule mfuko wa Alidi, anaona kuna funguo inaning'inia. Hapa ni mtego, lakini Shea bado hajagundua. Anaupigia mahesabu ni jinsi gani anaweza akauchukua. Akapata chansi na kupita nao. Anaelekea nao kule chumbani kwa mke wa Alidi ili aweze kumtorosha. Wanasema siku za mwezi ni 40, sio? Basi leo hii Shea ameingia kwenye ule mtego ambao ananasa mende mpaka panya. Hajajua yeye kuwepo hapa na kila kitu ambacho kinafanyika hapa kilipangwa na Alidi pamoja na mke wake ili aweze kukamatwa. Alidi na mkeo wanataka wamuoneshe huyu hapa Shea kwamba Uislamu sio dini ya kuchezea kijinga jinga. Baada ya kumaliza kumfungua na mwambia haya fanya fasta tondoke. Ile wanataka tu kuondoka Alidi huyu hapa. Alidi anasema unafanya nini hapo? Ni nani amekuambia umfungue huyo mwanamke? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ndio kazi ambayo imekuleta hapa? Haya toka hapa nayo mama nani, njoo hapa. Ile Alidi anamsogelea tu mkeo, anachomwa bisu la tumbo na kuanguka chini. Shea akamchukua mke wa Alidi na kuondoka naye kwa ajili ya kumtorosha. Akawa amesahau lile pale briefcase lake ndani. Ila anarudi ndani, anashangaa kumuona Alidi akiwa anaendelea na mapishi yake pale. Basi akawa anajiuliza kwamba hii kitu inakoje, mbona huyo mtu mdaula alikuwa amechomwa kisu na mkewe, tena saizi hapa anaonekana kama vile mzima kabisa wa afya timamu, inakoje? Ni hapa ndipo Shea akagundua kuwa alikuwa anachezewa michezo. Ametulia tuli, mashavu yamemtepeta kama mwembe ya uji vile. Alidi anasema inakuaje Shea, kama wewe ambao umepata bahati ya kumjua Mungu unafanya mambo ya ovyo kuliko hata mtu ambaye amfahamu Mungu. Wewe ni Muislamu ambao unajua kabisa kwamba nini Mungu anataka, lakini pia nini Mungu hataki. Lakini umeamua kuchagua kile ambacho Mungu hataki. Kwa nini? Umeamua kuchafua Uislamu, lakini pia umeamua kumchezea Mungu kama mjomba wako, sio? Alafu watu kama ninyi hapa ni bora tu kuliwa vichwa. Mungu amewapatia hivyo hapo vichwa kwa sababu ya kutunzia akili, lakini ninyi hapa mnafugia nywele. Bwana Shea pale akaanza kuomba msamaha, anasema jamani, naombeni sana mnisamehe. Lakini pia hata Mungu naye naomba nisamehe, na ahidi kabisa kwamba sitakuja tena kurudia kufanya kosa kama hili hapa. Wakamsamehe na kumruhusu ondoke zake, lakini wakaendelea kumwambia kwamba ajitahidi sana kumrudia Mwenyezi Mungu. Na hapa ndo mwisho kabisa wa bwana letu hili hapa.